Nianze kidogo. Hapo umeongea mzuri. Hii weather imeanza kwa one time. Microphone iko mzuri? One time. Okay, iko sawa? Na hivyo imeanza. Tuendelee. Na taongea Kwa jina naitwa Simon Sangale Ole Nasieku, katibu wa chama cha DCP katika kaunti ya Nakuru. Kwanza kabisa ningependa kutoa rambirambi kwa niaba ya chama cha DCP branch ya Nakuru kwa familia ya marehemu hayati Raila Amolo Odinga, kwa mama Ida na watoto, na kwa jamii yote ya Waluo katika taifa la Kenya na Wakenya wote kwa jumla, kwa sababu ya kumpoteza shujaa ambaye ni hayati Raila Odinga. Baada hayo pia ningependa kuja hapa mbele zenyu kwa sababu ya yale mambo yametendeka siku ya jana. Pale katika eneo la Nyeri kulikuwa na mazishi, na yule gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga, kuna matamshi mabaya sana ameweza kutoa. Kama chama cha DCP sisi tunakataana na matamshi hayo ya Mutahi Kahiga, na ya kwamba hayo ni matamshi yake binafsi. Na wale watu ambao wameanza saa hizi kushikanisha matamshi yake na wapati leader Rigathi Gachagua, tunawaambia kwamba mshindwe, kwa sababu sisi tunajua ya kwamba kuna njama ambayo imepangwa na Kasongo na watu wengine katika chama cha ODM wakiongozwa na Gladys Wanga ya kujaribu kuleta utengano kati ya Wakikuyu na Wajaluo. Na hii siasa haitaweza kutimizwa. Kitu ningependa kusema ni kwamba Governor Kahiga Mutahi, yeye sio spokesman ya Wakikuyu. Kahiga Mutahi, yeye sio spokesman wa chama cha DCP. Kahiga Mutahi hana cheo chochote katika community ya Wakikuyu, ili kwamba kila ambacho anachosema kiweze kujulikana kama kwamba kimetoka katika mlima wa Kenya. Sisi tunajua vizuri sana ya kwamba siku ya jana na wiki hii kumekuwa na mkutano ambao ulifanyika pale katika eneo la Nyeri kati ya Governor Mutahi Kahiga na Waziri wa Interior Murkomen. Tumejua kwamba kumekuwa na mikutano ambayo Kahiga Mutahi amekuwa akifanya na Oscar Sudi. Tungependa pia hii mikutano ambao wamekuwa kifanya ijulikane ni jama gani zimekuwa zikipangwa za kujaribu kuwachapanisha Wakenya, kuweza kuwatenganisha katika msingi ya kikabila. Kufikia sasa tunajua kwamba kinyume na vile Gladys Wanga alivyosema siku ya leo, ni kwamba Rigathi Gachagua hawapati leader. Tunajua kwamba katika Facebook account yake alitoa condolences kwa familia ya hayati Raila Odinga. Na siku ya leo Gladys Wanga kusema kwamba kufikia sasa hivi ya kwamba Rigathi Gachagua hajatoa condolences, hili ni jambo ambalo ningependa kumkashifu sana. Mimi ninajua kwamba Gladys Wanga ako katika mstari wa mbele akitaka kuwa awe running mate wa William Ruto katika mwaka wa 2027. Sisi tunajua msemaji wa chama cha ODM ni sio mwingine bali ni Edwin Sifuna. Kwa hivyo mimi nasema hivi, kuna wazee pia siku ya leo nimeona wakishikana na Gladys Wanga wakisema kwamba hawapati leader Rigathi Gachagua hata kubaliwa kwenda katika eneo la Bondo kwenda kumtembelea yule Ida na familia yake. Haya ni matamshi mabaya sana. Kile najua ni kwamba katika taifa la Kenya sasa hivi Wakenya wanaomboleza, na pia tunajua kwamba Kasongo ako katika zile schemes zake. Kuna sheria 8 ambazo alipitisha wakati Raila alipokuwa amefariki siku hiyo hiyo. Mambo kama cyber crime bill, kama privatization bill, the lands bill. Hizo ni masheria ambazo anataka Wakenya watoke katika mambo hayo. Pia kwa nini inakuwa kwamba wale ambao walikuwa wa kwanza kueneza maneno ya Kahiga katika mitandao zote ilikuwa ni wale bloggers wa serikali? Inamaanisha kwamba hii ni kitu ambayo ilikuwa imepangwa kati ya Governor Kahiga na wale ambao ni state machinery, watu ambao wangependa kuharibu jina la Rigathi Gachagua. Tafadhali wa Kenya, haiwezi kuwa wakati wote ambapo hata mama akikosa kupata mimba mnasema Rigathi Gachagua. Iwezi kuwa wakati mwingine hata kama ni huko mwanaume amekosa nguvu za kiume mnasema ni Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua hawezi kuwa ndio ile ndarama ya kupigwa na kila mtu akitafuta makosa yote. Sisi kama viongozi wa DCP hapa tukiongozwa pia na chairman wetu hapa Simba na wale ambao wako hapa na mwakilishi wa aspirant katika kaunti ya Nakuru,
na Gen Z hapa, dada ambaye anawakilisha Gen Z na wale wa viongozi wako hapa, tunasema kwamba usijaribu kugusa Rigathi Gachagua. Kahiga is not a spokesman wa Rigathi Gachagua. Kuna watu wanasema kwa nini Rigathi Gachagua hajaongea? He never sent anybody to talk on his behalf. Why should he respond? He was already sent his condolences. Na tunajua kwamba kuna communication wako na Ida pamoja na Rigathi wamekuwa kiongea, na siku ile ataenda kutembea kule Bondo kuwekelea maua katika ile kaburi ya hayati Raila Amolo Odinga. Who will stop him? Kwa hivyo tafadhali Kasongo, I know you are very desperate kwa sababu naona kwamba ile life support yako ilikuwa ile ICU, life support system yako ni kama kwamba imeondoka. Saa hizi usijaribu kuenda kuingilia Rigathi Gachagua wewe kama William Ruto. Tunajua kwamba wewe William Ruto pia umekuwa na mpango wa kuja Nakuru, unasikia next week unataka kuja next week mahali hapa. Hata tunapoomboleza wakati huu wa hayati Raila Odinga, unajua mipango imeanza mkiwa na Governor Susan Kihika. Tafadhali watu wa Nakuru tunawaambia hivi. Kasongo hata akikuja Nakuru mara ngapi, the one term movement is unstoppable. Yes. 2027 Kasongo anaenda nyumba? 2027 Susan Kihika anaenda nyumba? Watu wa Nakuru. Tulisema kwamba ng'ombe hata chinjwa kabla tukamue maziwa. Watu wa Nakuru tulisema kwamba ndovu hata zikwa ikiwa tujatoa pembe. Wiki ijayo wakati ambapo Kasongo anakuja Nakuru akutane na opinion leaders hapa katika State Lodge ya Nakuru, tafadhali kila mmoja wenyu hakikisha ametoka na shilingi 10,000. Shilingi 2,000 ni ya kwa sitting allowance. 2,000 ni ya kuweza kupiga makofi. 2,000 ni ya kuonesha meno kama kuna kicheko kama jambo lingine. 2,000 ni ya kila mama kupiga ile ngemi. Na 2,000 ni ya kuweza kurudi mjini kama transport. Kwa hivyo 10,000 muhakikisha mmepatiwa na Kasongo, kwa sababu Susan amesema kwamba atatumia 10 million next week wakiwa na Kasongo kuhakikisha kwamba amekuja mjini Nakuru, na hata hawana heshima. Wanaona wakati wa Kenya wanaomboleza, hawa wanakuja katika campaign zao za 2027. Tafadhali Susan, nakuambia hivi, wewe wakati tunaomboleza, you could have been the first person ukisuspend mambo yako yote kama vile Rigiji amesuspend mambo yake yote, lakini mnaanza siasa sasa hapa katika kaunti ya Nakuru. Sisi tunakuambia Kasongo, hata ukuje mara 10, ukuje mara 100, one term itaendelea. Susan, hata ufanye mikutano mpaka 2027 December, wewe unaenda one term. Na wabunge wote waliosaliti Rigathi Gachagua, nyinyi ni one term. Kwa hivyo sina mambo mengi ya kusema. Kitu iko ni kwamba I am here to say bila uoga wote, Rigiji si mtu mkabila. Rigiji hana uadui na Wajaluo. Rigiji hana uadui na familia ya Odinga, na yeye Rigiji hajatuma Mutahi Kagwe aongee kwa niaba yake, na tunafurahia kwamba even the Council of Governors mumembandua kutoka kwa ofisi Kahiga Mutahi. Huyu Kahiga Mutahi alipokuwa anaongea, kama mnasema kwamba alikuwa anaongea kwa niaba ya Rigiji, he's a UDA governor. Kwa hivyo alikuwa anaongea kwa niaba ya William Ruto kwa sababu wako katika chama cha UDA. Ikiwa kwamba mnasema yeye alikuwa anaongea kwa niaba wengine, he was the vice chairman of the Council of Governors, kumaanisha hata yeye alikuwa anaongea kwa niaba ya Council of Governors. Kwa hivyo sisi kama watu wa DCP Nakuru County tutasimama imara na Rigathi Gachagua, na tunasema kwamba one term is unstoppable, kwamba Rigiji is now officially, tunajua kwamba is now officially the leader of opposition, lakini ni jambo ambalo ni kwa huzunisha kwa sababu hakuna mtu alikuwa anatakia hayati Raila Odinga akufe. Nobody wanted him to die. Tulikuwa tunamtakia maisha marefu aweze kuishi, lakini kwa sababu mambo imefanyika kulingana na mapenzi ya Mungu, tunasema kwamba wale wanaongea waongee kwa niaba zao wenyewe, lakini wasiseme kwamba ni Rigathi Gachagua. Sisi kama chama cha DCP tunasema kwamba we are behind Rigathi Gachagua 100%. 2027 tutahakikisha governor ni DCP, senator ni DCP, members of parliament DCP, women rep DCP, wabunge DCP, kuhakikisha kwamba in the next government tutakuwa na chama ambacho ile alikuwa anapigania ya human rights, ya mambo ya democracy, tutahakikisha kwamba imetimizwa katika mwaka wa 2027 tukiongozwa na Rigathi Gachagua. Asante.